ICPS TV. Habari yako mtazamaji, popote pale ulipo, karibu sana. Natumai umzima na afya iliyo njema kabisa, lakini kama ni kinyume na tofauti na hivyo, basi mkono wetu wa pole usisite kukufikia popote pale ulipo. Tukutakie kheri na baraka na Allah kurejeshe katika hali yako kama kawaida. Naitwa Salmin Nyuma Salmin na kukaribisha sana katika kipindi hiki cha Education Hub, na leo tupo na Madam Asia Chum Khamis, ni afisa udahili. Karibu sana ndani ya ICPS TV. Tutazungumza mambo kadha wa kadha kuhusiana na udahili wa wanafunzi ndani ya chuo cha ICPS, yani Institute of Continuing and Professional Studies. Madam Asia, vipi hali yako? Salama, alhamdulillah. Karibu sana katika studio zetu. Asante sana za ICPS TV. Asante sana. Naamini leo ndo kwa mara ya kwanza tunakuita. Karibu, najisikie huru. Asante sana. Naam, afisa udahili wa chuo hiki cha ICPS, Institute of Continuing and Professional Studies. Tunapozungumzia neno udahili, hili neno kidogo kama zito gumugumu hivi, maana yake nini haswa? Na tunamkusudia hata yule mkulima wa kule shamba ajue maana ya udahili nini. Karibu. Asante sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Kama nilivyotambulishwa, naitwa Madam Asia Chum Khamis, ni afisa udahili wa chuo cha ICPS. Tunapozungumzia udahili ndo nini? Tunapozungumzia udahili ni ile hatua au ni ule mfumo wa kupokea wanafunzi katika chuo chetu. Ni kitendo cha kusajili wanafunzi wapya ambao hawakuwepo pale chuoni, lakini mnawasajili kwa sifa na kanuni ambazo mlizoekewa. Naam, huo ndio udahili. Kumbe kujiunga katika chuo. Ni kujiunga katika chuo. Naam, mtazamaji usiwe na wasiwasi. Ukisikia udahili maana yake ni kujiunga na chuo, nawe kuwa mwanafunzi miongoni mwa wanafunzi. Naam, hapa chuoni kwenu kuna fani gani na gani? Maanake naamini hizi sifa zinatofautiana kwa kila kozi. Kuna kozi gani na gani ambayo nyinyi mnaisomesha? Chuoni kwetu sisi tuna ofa kozi kwa ngazi tofauti. Kwanza tuna ofa kwa ngazi za msingi, tuna ofa kozi kwa ngazi ya certificate, lakini pia tuna ofa kwa ngazi ya diploma. Nazungumzia ngazi ya msingi, ngazi ya cheti na ngazi ya stashahada. Kwa ngazi ya msingi tuna program ambazo ziko chini ya VTA au VETA, ambayo inatambulika kama Business Operation Assistance. Ni kozi ambayo inahusiana na masuala ya usimamizi wa biashara, na program hii huwa mwanafunzi anaweza kujiunga akiwa na pasi kuanzia 2 za ngazi ya form 4. Kwa sifa ya kwanza mwanafunzi awe amaliza form 4, lakini akiwa na pasi hata kwa ile grade D, nazungumzia D za level ya form 4, basi anaweza kujiunga kwa ngazi ya msingi. Lakini pia tuna program za ngazi ya cheti. Program za ngazi ya cheti tuna program takriban 6, ambazo program hizo pia tuna ofa kwa ngazi ya stashahada, ngazi ya diploma. Program za ngazi ya certificate au ngazi ya cheti, mwanafunzi ana uwezo wa kujiunga akiwa na pasi kuanzia 4. Sifa ya kwanza ni ile awe amemaliza form 4, lakini sifa ya pili manake awe na pasi kuanzia 4 za ngazi ya form 4. Hata kwa grade D, manake akiwa na D4 basi ana uwezo wa kujoin na ngazi au na kujiunga na ngazi ya cheti au ya certificate. Lakini pia tuna program hizo ambazo tunajiunga, wanafunzi anaweza akajiunga kwa ngazi ya diploma, na program hizo ni program ya project planning and management, project ya procurement and supply, tuna program ya accountants, tuna program ya human resource management, tuna program pia ya records and archive and information management, lakini pia tuna program ya ni program short ndo hizo program ambazo tunaofa ni 6 tayari zimetimia. Ni programu hizo ambazo tunaofa kwa level ya ngazi ya certificate na diploma. Lakini kwa level sasa ya diploma, mwanafunzi ana uwezo wa kujiunga akiwa amemaliza ngazi ya certificate kwa program zile ambazo amemaliza nazo ngazi ya certificate, zinazofanana na hizo, au mwanafunzi awe ametoka form 6
mwanafunzi ambaye anaweza kujiunga kwa level ya diploma au stashahada au amemaliza form 6 akiwa na pasi 2, principal pasi 1 na subsidiary 1, basi ana uwezo wa kujiunga na ngazi ya diploma. Kwa hiyo sifa za kujiunga ni 2 tu kwa ngazi ya diploma. Either au ametoka certificate au ametoka form 6. Naam. Kwanza nikupongeze, umeeleza vizuri kwa ujuavyo wewe. Safi kabisa. Turudi kidogo huku kwenye ile, kuna fani umeitaja kama sikosei, inaitwa Business Operation Assistance, BOA. Na ukasema kwamba mtu anaweza kujiunga kwa fani ya pasi 2. Tumezoea kwamba mtu anapomaliza masomo yake ya form 4 akapata pasi 2, huyu mtu hasomi tena. Sasa leo tunarudi hapa, unakuja kuwaeleza watu kwamba anaweza kujiunga kwa pasi 2. Hali hii ikoje na hiyo fani ikoje, na ukishapusoma iwe nini? Sawa. Sasa hii kozi kama nilivyotangulia awali, kwanza hii kozi inatolewa, iko chini ya VETA. Tunapozungumzia VETA ni baraza la ufundi ambalo linatoa kozi za ufundi stadi na ufundi stadi. Tunapozungumzia ufundi sio kukamata nyundo tu, maana yake hata hizi program za masuala ya biashara maana yake ni ufundi. Na lengo kuu mwanafunzi akitoka basi awe na uwezo wa kujiajiri mwenyewe, lakini lengo jingine, hii ni fursa. Imekuja kama ni fursa ambayo mwanafunzi anayesoma hii program au hii kozi ana uwezo baadaye wa kuendelea sasa na elimu za juu. Ana uwezo wa kujiunga na ngazi ya chuo sasa rasmi. Akawa mwanafunzi ana uwezo wa kuendelea na levels zinazofuata, ngazi ya cheti, ngazi ya diploma na degree mpaka atakapo. Samahani kwa kukata kauli. Ina maana mtu akimaliza hii BOA ana uwezo kujiunga certificate, diploma na kuendelea? Bila shaka. Naam, mtazamaji, hii ni fursa adhimu kabisa ambayo ni nadra kupatikana, na ICPS inapatikana na huyu aliyetueleza hapa, maana yeye ndio mhusika hasa. Kwa hiyo unaweza kutumia fursa hii, usijione kama wewe ni dhadidi kwa kupata D2, usimuone mtoto wako kwamba hajasoma huyo. Hapana, huyo ni msomi na anathaminika sana. Mlete ICPS ajiunge. Umeona, akimaliza hiyo BOA anaanza certificate nyingine yoyote, kozi yoyote anaanza, anaendelea na vitu kama hivyo. Hakuna kukaa nyumbani. Safi kabisa. Kumbuka tumo ndani ya Education Hub katika kipindi hiki maridhawa kabisa kinacholetwa kwenu na ICPS TV. Mimi naitwa Salmin Juma Salmin, tupo na Madam Asia. Sasa Madam Asia, nataka nikuulize kitu. Warabu anaita fulus. Mani, fedha. Katika udahili bila shaka kuna zingatia hizi fedha, maana yake mwisho wa wote mtu alipie. Sawa. Gharama zenu zikoje nyie, tofauti na vyuo vingine? Au sijakuwa bwana mapesa yao makubwa yale na vitu kama hivyo? Kwa hiyo karibu sana, wanataka kukusikia. Haya, asante sana ndugu mtangazaji. Kwa bahati nzuri katika taasisi yetu au katika chuo chetu tuna viwango vya ada ambavyo tumezingatia hali za watu wote. Nikizungumzia hali za watu wote, maana yake hata yule ambaye tunasema ni ana hali ya chini, maana yake anao uwezo wa kujiunga na chuoni kwetu na kwa ngazi yoyote. Maana yake ni very affordable, kuwa kila mtu anaweza kuafford na kulipa. Kwa hiyo tuna viwango ile haba hujaza kibaba ipo bila shaka. Na sisi hatumlazimishi mtu au hatumweki mtu roho juu kwa lazima uwe umelipia kiasi fulani ikifika siku fulani. Hapana, sisi utalipa kwa kadri utakavyojaaliwa. Cha muhimu uwe umemaliza ada yako pale ambapo umemaliza semester yako. Hivi mtu kama mimi unavyoniona naweza kuja kujiunga na BOA nikasoma hapa? Nishakuwa mtu mzima, mtu umekwenda bwana. Sisi chuo chetu mtu yoyote anachokiuliza sikuwa kuna watoto tu nikaja nikadhalilika. Hapana. Bahati nzuri sisi chuo chetu tunapokea maafisa kutoka taasisi tofauti, maana yake au ni watu wa umri tofauti. Kwa awe amemaliza form 4, awe kamaliza form 4 2026, awe amemaliza form 4 2005, awe amemaliza form 4 95, wote ni wanafunzi na tunawapokea na tunashirikiana nao vizuri. Naam, kabla hatujamaliza, una chochote muhimu cha kuelezea watu ambacho mimi pengine sijakuuliza na ukahisi jambo ni muhimu sana? Karibu, nikupatie dakika moja. Kwa kumalizia, ndugu mtangazaji,
Naomba niwakaribishe sana katika chuo cha ICPS. Kwanza niwakaribishe watu wote ambao wataangalia, watasikia. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kwa kujiunga na chuo cha ICPS. Chuo cha ICPS tunapokea watu wa umri tofauti, tunapokea watu wenye sifa tofauti na wenye hali tofauti, lakini pia tuna fursa tofauti za kielimu ambazo watu wanaweza kujiunga. Tunawakaribisha sana. Asante. Mazungumzo yako jinsi yalivyokuwa madamu yananilazimisha sasa nimtafute QA, nimlete tena kwa mara nyingine nipate kujua hizi fani zinatolewa kwa ubora gani, na watu mnawahakiki vipi ule ubora wao, viwango vyao na vitu kama hivi. Kwa ni kitu muhimu sana ambacho watu wanahitaji kujua. Mimi nikutakia kila la kheri, niseme asante. Karibu tena. Asante sana. Na isiwe mara ya kwanza kuja katika studio zetu. Asante sana. Asante, tutakuwa tunawaalika sana. Inshallah. Asante sana. Naam, Waswahili wanasema kila lenye mwanzo halikosi mwisho, na hapa ndio tumefikia tamati ya kipindi chetu cha Education Hub kwa siku ya leo. Kumbuka tulikuwa na Madam Asia Chum Khamis, afisa udahili kutoka chuo cha Institute of Continuing and Professional Studies, na mada yetu leo ilikuwa ni udahili wa wanafunzi wanaingiaje katika chuo hicho. Mimi naitwa Salmin Juma Salmin, nakuendesha kipindi hiki. Hatuna la zaidi, kila la kheri, kazi njema. ICPS TV.